Mtazamaji, na kukaribisha katika kipindi chetu cha siri ya msamaha wa dhambi. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo tumetembelewa na Pastor Mwandime. Ndio nataka kumkaribisha atuletee kwamba naitwa Charles Mwandime kutoka county ya Taita Taveta, lakini kwa sasa niko hapa Nyeri County. So tutaenda direct to the word. The book of Esther, kitabu cha Esther. Kitabu ni cha Esther. Mlango ni wa 3, mstari ni wa 13 hadi 15. Kitabu ni cha Esther, mstari ni wa 3, mlango ni wa 3, mstari wa 13 hadi 15. Nitatumia lugha ya Kiingereza kusoma. And the letters were sent to couriers into all the king's province to destroy, to kill, and to annihilate all the Jews, both young and old, little children and women, in one day, on the 13th day of the 12th month, which is the month of Adar, to plunder their possessions. And a copy of document was to be issued as a law in every province, being published for all people, that they should be ready for the day. The courier went out hasted by the king's command, and the decree was proclaimed in Shushan, the citadel. So the king and Haman sat down to drink, but the city of Shushan was perplexed. Nashukuru sana kukua hapa Meru. Ni mara yangu ya kwanza kutembea Meru, lakini kuna wapendwa kadha wa kadha ambao nimewafahamu hapa Meru. So kichwa chetu cha leo ni kwamba ni nani atakayeweza kujifundisha. Kwa Kiingereza tunasema kwamba who can learn. Ni nani anaweza fanya nini? Jifundisha. Kwa kawaida tunaweza sema kwamba kila mmoja anaweza fanya nini? Anaweza jifundisha. Mtu ambaye anaweza jifundisha ni yule ameamini kwamba kwa hakika kile najua si kila kitu. Tuko pamoja? Nani anaweza jifundisha? Ni yule ameamini kwamba kile najua sio kila kitu. Samani kusema hivi, sikuwa na ufahamu kwamba miraha, hapa Simbraha tunapatikana. Hata leo nimeona mti wa miraha mara ya kwanza. Miraha na mgokaa si kitu kimoja. Ni kitu kimoja ama ni kitu tofauti? Mimi nilikuwa najua ile majani changa ya miraha ndio mgokaa. Lakini kaambiwa hapana, miraha ni miraha na mgokaa ni mgokaa. Ama sio hivyo? Lakini nimeishi nikijua kwamba ile majani changa ya miraha ndio mgokaa. So ukitaka kuchuna mgokaa unachuna hiyo miraha juu alafu unauza. So nikaambiwa hapana, wewe hujui. Kumbe niliishi na habari ambayo sio sawa. Unanielewa? Hata naamini kwamba kuna mambo kadha wa kadha unaishi nayo lakini sio sawa. Lakini unafikiri ni sawa, sivyo? So kama singepata ufahamu kwamba miraha ni kando, mgokaa ni kando, ningejua? Singejua, sivyo? Lakini kupitia kufahamishwa niliweza kuelewa kwamba miraha ni kando na kando. Sawa. Hiyo sio mambo yetu ya leo, lakini nimesema kwamba ule ambaye anajua kwamba kila anajua si kamili ama hajajua kamili anaweza jifundisha. Hapa kuna barua. Sawa. So kuna barua ya kwanza ambayo tunaisoma hapa, ambayo ilitumwa kwa ajili ya kuangamiza nani? Wayahudi. Sasa kwa kifupi tunasema ni barua ya nini? Si ya makanisa, ya mauti. Sawa. Barua ya nini? Ya mauti, sivyo? Lakini kuna barua ya pili. Sawa. Kuna barua ya kwanza na kuna barua ya nini? Ya pili. Wacha tuangalie barua ya pili katika kitabu cha Esther 8:10 na kitabu cha Esther 8. Kitabu cha Esther, kitabu ni cha Esther 8 mstari wa 10 hadi 14. Kitabu ni cha Esther mstari wa 10
hadi 14. Nitasoma. Tushapata ama bado? Iko kwa screen iko nyuma sawa, iko mbele yangu sawa. Andika kwa jina la mfalme Ahasuero na kutia muhuri pete ya mfalme. Barua zikapelekwa na matayarishi wakapanda farasi sana walipotumika kwa huduma ya mfalme, ndio waliozaliwa katika zizi la mfalme. Katika barua hizo mfalme aliwaruhusu Wayahudi katika kila mji wakusanyike na kunyalinda na kulimaliza jeshi lote la watu au mkoa watakapo washambulia, pamoja na watoto na wanawake, na kuyachukua mali yake kunywa farasi. Siku moja katika wacha nitumie tu Kiingereza kwa hii yangu sawa, sioni vizuri samani. And he wrote he wrote in the name of the King Ahasuerus seal, name of King Ahasuerus seal it with King signet, and sent letters by couriers on horses and riding on royal horses, bred from the swift steeds. By these letters the king permitted the Jews who were in every city to gather together and protect their lives, to destroy, kill, and annihilate all the forces of any people of a province that they should assault them, both little children and women, and plunder their possession on the day, and all the provinces of the King Ahasuerus on the 13th day, 12th month, which month of Adar. A copy of document was to be issued as a decree in the province and published for the people, so the Jews will be ready on the day to avenge themselves on their enemies. The couriers who rode on the royal horses went out hasted and pressed on by the king's command, and a decree was issued in Shushan the citadel. Verse 15, so Mordecai went out from the presence of the king in royal apparel of blue and white, with a great crown of gold and a garment of fine and purple, and the city of Shushan rejoiced and was glad. So sitasoma yote, lakini tukisoma kuna barua ngapi? Barua ya nini na nini? Kuna barua ya mauti na barua ya nini? Barua ya uzima, sivyo? So katika maisha yako kuna barua umekutana nayo. Sawa Sijui umekutana na ya mauti na ukakutana na ya uzima, ama umekutana na ya uzima na ukakutana na ya mauti. Katika maisha yangu nilikutana na barua ya mauti mara ya kwanza. Naelewa Na nikaishi na barua ya mauti miaka 29. Baada ya miaka 29 nikapata barua ya nini? Barua ya uzima, sivyo? So barua ya uzima iliweza kunipatia matumaini. Barua ya mauti ilikuwa inanisumbua. Unanielewa Sijui kuna watu wako tayari na barua ya mauti? Labda waelewe sana barua ya mauti ni gani. Sawa So katika maisha yetu kulikuwa na barua ya nini? Ya mauti. Na kuna barua ya nini? Ya uzima. So kama hauna fahamu sana, katika mkono yako umesikia barua ya nini? Ya mauti. Badala kushika barua ya nini? Ya uzima, sivyo? Of course barua ya mauti si barua nzuri, sivyo? Hii barua ilipewana kwamba Wayahudi wote wafanye nini? Wawe, sivyo? Lakini baadaye vitu zikabadilika nini? Zikabadilika, barua ikaandikwa barua ya pili ya kwamba Wayahudi wote wafanye nini? Wasikuelewa. So niliishi kwa sababu sikuwa nafahamu, nafahamu kwamba barua ambayo ninashikilia barua ya mauti ni barua iko sawa. Lakini baada ya kukutana na neno la ukweli nikapata kwamba nilikuwa nashikilia barua gani? Barua ya nini? Ya mauti, ambayo ni barua ingenielekeza mahali pabaya, sivyo? Lakini baada ya kupata ufahamu, unajua kila kitu kupata ufahamu, sivyo? Baada ya kupata ufahamu unajua kwamba barua ambayo unashikilia ni barua gani? Hii barua ni mbaya ama ni mzuri? Ni mzuri, naelewa So katika tunapoangalia maandiko, tuangalie kitabu cha ya Warumi
Warumi 5:18 na 19. Warumi, kitabu ni cha Warumi, Warumi 5:18 na 19. Inasema hivi: Therefore, as through one man's offense judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as one man's disobedience many were made sinners, so also by one man's obedience many will be made righteous. So katika mstari wa 10 anasema kwamba kupitia mtu mmoja, kosa la mtu mmoja, watu wote waliokuwa kuwa nani? Wenye dhambi, sivyo? Ambayo ina results in condemnation, wanahukumika, sivyo? Kupitia mtu mmoja, kupitia mtu wa pili, a righteous act of one person, nasema kwamba free gift of what? Justification of life, kuhesabiwa haki. So mtu wa kwanza nini? Dhambi, sivyo? Kifo. Mtu wa pili analeta nini? Uzima, sivyo? Kwa miaka mingi watu wengi wanashika barua gani? Ya mauti, sivyo? Wameshika hii barua kabisa, lakini hawana ufahamu kwamba barua hiyo ni nini? Ni ya mauti. Ndiposa hapo inaeleza through one man's offense, kosa la mtu mmoja, hukumu ilikujia kila mtu, na inaelekeza katika hukumu. Tena hivyo kwa tendo moja la haki, watu wote wanahesabiwa haki yenye uzima. Naelewa? So uko pande gani? Mwambie mwenzako, ni barua gani umeshika? Amesema ameshika gani? Ya kwanza ama ya pili? Watu wameshika barua ya pili kweli ama ya kwanza? Ya pili. Wale ya pili waonyeshe mkono kwa ishara ya mkono. Wengine hawajui wako wapi. Wameshika ya kwanza ama wameshika nini? So mstari wa 18 nasema, wa 19 nasema kwamba kwa kutotii kwa mtu mmoja watu wengi walifanyika kuwa nini? Wenye dhambi. Na kwa kutii kwa mmoja watu wamefanyika nani? Wenye haki. So ni watu wangapi? Wawili. Mmoja alikufanya mwenye dhambi, mmoja akakufanya nani? Mwenye haki. Wapendwa, acha niwaambie kitu kimoja. Mwaka 2005 nilienda kwa seli ya polisi kwa wiki moja. Si kwamba niliiba. Mwenzetu alikuwa anafanya kazi, alienda kaibia kampuni. Na sote tulikuwa kazini, tukapelekwa kwenye seli ya polisi, Kasarani Police Station. Tukakaa hapo, tukalala chini, tukateseka. Lakini mtu mmoja tena akakuja, akasema hapana, mimi sioni makosa ya watu. Ule aliiba alikimbia, na hawa wakuiba akatutoa. Mnanielewa? So pasipo kuiba niliingia wapi? Kwa seli ya polisi. Na pasipo kutoa bond ama chochote ama shilingi hata moja, nilitoka wapi? Seli ya polisi. Mnanielewa? So mtu mmoja ambaye alinifanya niingie kwa seli ya polisi, tunaweza muita nani? Huyu mtu wa kwanza, sivyo? Huyu mtu wa kwanza amefanya watu wote kuwa na cheti cha kuwa nani? Wenye dhambi. Unaelewa? Mtu mmoja alifanya kila mmoja aitwe nani? Mwenye dhambi, sivyo? Si kutenda hata kunakuita mwenye dhambi, ni kuzaliwa kutoka kwa huyo mtu unakuwa nani? Mwenye dhambi. Hivyo mtu wa pili ambaye ni Yesu Kristo anakuja na raro ile barua ya kwanza, alafu anakupatia barua ya pili. Barua ya pili ni gani? Ya uzima. Haleluya! Barua ya uzima umepata ama bado? Uko na hakika? Tukichunguza moyo wako, umepata barua ya pili? Kwa sababu watu wengi wanaishi na barua ya kwanza. Mnanielewa? Na wamejikaza nayo, wameshika barua kabisa, wamejikaza na, lakini barua ya nini? Barua ya mauti. Mnaelewa? So kwa neema ya Mungu niliweza kupata barua ya pili. Mnanielewa? Hali nasema nimejua, sivyo? Umejua wapi? Endelea kusoma, Mungu anakupatia ufunuo tena tena. Mnaelewa? Kwa sababu muda huko nataka kuongea mstari mwingine. Kitabu cha Warumi 3:23
na 24. 23, 24, Warumi, kitabu cha Warumi. Warumi 3:23 na 24 nasema kwamba kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa nani? Wote. Wote ina maana gani? Wewe na mimi, sivyo? Na jirani yako na ndugu yako. So Mungu ametoka kiwango moja, wote mmefanya nini? Kila mtu amefanya dhambi. Sio kwamba hajafanya nini? Kila mmoja amefanya nini? Wewe ukubali ama hujakubali, Mungu ametoka kwa kapu moja. Wameru wamefanya dhambi, Watete wamefanya dhambi, Wakikuyu wamefanya dhambi, Wakamba wamefanya dhambi, Wazungu wamefanya dhambi, wote. Naelewa wote wamefanya dhambi. Lakini 24 nasema nini? Hao wote wamefanya dhambi, lakini wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulioka kwa Kristo Yesu. Haleluya. Kweli wamefanya dhambi, sivyo? Lakini wamefanya nini? Wamehesabiwa haki bure kwa neema, sivyo? Kwa neema. Kwa neema yake, si neema yake, kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Haleluya. Wamehesabiwa haki. Wamepewa barua ya pili. Barua ya pili ni gani? Umehesabiwa haki. Wewe si mwenye dhambi tena, wewe ni mwenye haki. Haleluya. Nani amekufanya mwenye haki? Yesu Kristo. Ni ukombozi ulioko katika Kristo Yesu. Naelewa? Si wewe umejifanya mwenye haki, ni ile ukombozi. Wakati Mungu anaangalia ile ukombozi, nasema hii dunia yote ni wenye haki, sivyo? Lakini watu wengi hataki kutumia maandiko. Wamekuwa kama ile samaki ya wapi? Kule Kusumu, sivyo? Inakataa maji na ikafanya nini? Ikakufa. Inapuuza tu. Inafunga mdomo, angali iko wapi? Kwa maji. Sasa kama ina commit suicide, right? Kwa sababu kufunga mdomo kwenye maji, in other word, ina commit suicide, sivyo? Na ili commit suicide, hiyo ni mbaya sana, sivyo? So Biblia inasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo nini? Yesu. Haleluya. Wamehesabiwa, si kwamba atahesabiwa. Kama yako unasema watahesabiwa haki, hiyo Biblia ni mbaya, unaitupa, sivyo? Inafaa kusema wanahesabiwa haki. Ingereza inasema kwamba justified freely, understand, by his grace. Wanahesabiwa haki bure. Bure unafaa ufanye kitu fulani. Ukitaposema bure, hata barua ya pili haungangani. Hii ni barua ya pili, unaelewa? Wanahesabiwa haki nini? Bure kwa neema yake, kwa ukombozi ulioko katika Kristo Yesu. Ni kweli tumekosea, lakini Mungu hapendi mtu kuenda jehanamu. Ndiposa katika Biblia kuna vile anatueleza moyo wake, sivyo? Unapofungua Biblia unapata kuna vile Mungu anaelezea kuhusu nini? Moyo wake, sivyo? Biblia inatueleza moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu ni gani? Kila mmoja aende wapi? Mbinguni. Wakati mmoja nilipokuwa nashika hii barua ya kwanza, nilikuwa na hofu sana ndani ya moyo wangu. Hata nilikuwa najiuliza kama Mungu anasema watu waende mbinguni, na nilikuwa najua anataka watu wafanye vizuri. Sasa mimi nilikuwa naishi maisha mazuri, lakini kitu moja ilinilemea. Samani kusema hivyo. Kuangalia na kutamani, hii ilinilemea. Sikuwa nafanya hiyo kubwa, lakini ya kuangalia na kutamani. Lakini nilipoangalia Biblia ikasema kwamba kuangalia na kutamani umefanya dhambi ndani ya moyo wako. Sasa nikajiuliza, sasa hii mbinguni nani nafaa kwenda jamani? Kama kuangalia tu na kutamani umeshafanya dhambi ndani ya moyo, ni ngapi nimefanya ndani ya moyo wangu? So nikaanza kujiuliza, kama Mungu anataka kukaa na Yesu wakae kivyao, sisi tuende wapi? Jehanamu. So wakati nikaanza kufanya nini? Nikasema mimi nakaa kanisani kwa ajili ya kuzikwa. Naelewa sasa imeandikwa hapo Mathayo 5:20 anasema kwamba lakini mimi nawaambia kila mtu amtazame mwanamke na kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Niliposoma
Sasa nimezini na wanawake wangapi jamani? Hii jambo linisumbua sana. Nimezini na wangapi? Hata umezini na wangapi, sivyo? Na wale mwingine amezini na wangapi, sivyo? Jambo hili linisumbua sana. Nikasema sasa hii mbingu ni ya Yesu Kristo na Mungu akae kivya. Mimi naenda tu kanisa tu ili nikikufa niziko na kanisa fulani. Hapo ndio nilifikia. Nikacha ratiba mingi za kanisa, kasema mimi siendi hizo vitu. Wacha ningoje kwa sababu kanisa inanijua inizike. Hii ndio nilifikia. Wacha kanisa fulani nizike. Sihitaji kanisa yenyewe hapa. Sawa sawa Ili nijulikane ni mtu wa kanisa fulani. So hii barua ile nisumbua sana. Nilikuwa naenda kanisa saa 12 kamili. Na mimi si kwa mchungaji 6 nimefika kanisani. 6:10, 6:05 paka jioni 2:30. Hata mchungaji alikuwa hakuwa azinishinda kwa kanisa. Mimi nilikuwa mstari wa mbele. Yeye anakuja saa 3 afanye ibada yake akienda. Mimi naye nakaa kama hujakuja na kutafuta. Lakini sikujua kwamba nilikuwa nashika barua ya wapi? ya kwanza. Unanielewa So barua ya kwanza nilipoishika kwa muda mrefu nilichoka. Unaelewa? Kwa sababu barua inaleta kuchoka, haileti furaha. Unaelewa? Najaribu. Unasani. Nilikuwa nafikiri kupitia kujaribu kwangu naweza fika wapi? Mbinguni. Kumbe bidii yangu yote ilikuwa nini? Kwa sababu sikuwa na ufahamu ya ukombozi ulioko katika Kristo Yesu. Nilikuwa nafikiri ukombozi unatokana na mimi kosa kutamani, kosa kufanya hivi, kosa kufanya hivi, kosa kufanya hivi. Hii ndio nilikuwa nafikiria. Kumbe nilikuwa nafanya nini? Najidanganya mwenyewe. Unanielewa? Nilikuwa najidanganya. Lakini kwa neema ya Mungu, unajua vitu vingine ni Mungu anakupangia. Unanielewa? Lakini Mungu akatumia dada mmoja, hata hakuwa rafiki yangu, twende kule mahali fulani. Sasa tukafanya nini? Tukaenda. Kaambia mimi sijui, lakini najua nyuma ya Safari Park. Tukaanza kutembea naye. Tujitembea naye mara yangu ya kwanza kutembea naye. Tukatembea kufika pale, kaambia huyu dadangu asome, mimi sitakuja kusoma hapa. Wakasema hapana. Kesho kuna masomo ya Biblia. Unaweza kuja? Kasema mimi napenda masomo ya Biblia. So katika hiyo hali ndio nikaingia chuo cha kusoma. Naelewa. Siku 4. So nikaanza kupata ufahamu wa barua gani? Ya pili. Lakini niliishi na barua ya kwanza miaka ngapi? 29. Unaelewa Sijui umeishi nayo miaka ngapi, unazo mzako. Ushapata barua ya pili ama bado? Muulize tu. Muulize, usha barua ya pili ama kuna ya kwanza? Amesemaje? Ameshapata. Ashapata. Wote hapa wamepata barua ya pili. Kuna wale hawajui hata barua ya pili ni nini. Sawa Barua ya kwanza wewe mwenyewe ndio unafanya kazi. Sawa Barua ya pili ni Yesu Kristo anafanya kazi. Unaelewa? Barua ya pili ni kwamba kupitia ukombozi ulioko katika Kristo Yesu. Barua ya kwanza unang'ana mwenyewe. Sawa Man at work. Nasema kwamba mwanadamu akiwa nini? Kazini. Barua ya pili Jesus at work. Understand? Barua ya pili Yesu ndiye anatakasa. Barua ya kwanza wewe ndio unajitakasa. So unafaa ujue tofauti. Kama unajitakasa uko barua gani? Ya kwanza. Me whole again, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious in the flow that makes me white as snow. No other fault I know, nothing but the blood of Jesus. Right? Nothing but what? The blood of Jesus. Hallelujah. Ni damu ya Yesu Kristo kamili ya kuosha dhambi. Machozi yako yaizosha dhambi. Kufunga kwako kuizosha dhambi. Kutumikia kanisa kwako uzuri ya kuizosha dhambi. Sisemi usitumikie kanisa. Sasa ungesema sasa nimefurahia sana. Nimetolewa kwa vitu za kutumika za kanisa. Usikue na hiyo moyo. Sawa Baada ya kupata injili hii barua ya pili, unafaa utumike kazi ya Mungu kwa njia kubwa kabisa. Hallelujah. That's why wale wapendwa wamepata barua ya pili na wanasitasita katika mambo ya injili, wanafanya tunakuwa na tashushi, sivyo? Kwa ile moyo wa shukrani nasonga mbele, sivyo? Nanunua shamba ya kanisa, nanunua gari ya kanisa, nanunua vitu za kanisa, sivyo? Si ile kwa naambia usipotoa mfuko umetoboka, utalaniwa, utakufa. Hapana, kama hivyo unaelewa. Baada ya kupata barua ya pili, umepata moyo mpya, umepata moyo wa Yesu Kristo, sivyo? So wakati unaishi maisha yako, hauishi na moyo wako, unaishi na moyo wa nani?
kwa Yesu Kristo. Baada ya kukutakasa amekufanya wake, sivyo? Umeolewa, si kama umeolewa na nani? Na Yesu Kristo. Ashakutakasa, sivyo? Ashakununua na damu yake, sivyo? Kwa thamani ya wale watu wamepata barua ya pili, wamenunuliwa na damu ya nani? Ya Yesu, sivyo? So wao ni wa nani? Wao ni wa nani? Kwa sababu kupitia damu yake ya thamani amefanya nini? Amenunua, sivyo? So mimi sina maisha yangu ni ya nani? Yesu Kristo. Haleluya. Maisha yangu ni Yesu Kristo. Si maisha yangu sasa tena, maisha ya nani? Yesu Kristo. So napoishi maisha yangu nafaa kufikiria nani? Yesu Kristo. Naelewa? Yesu Kristo napendezwa niende kupeana barua ya pili huko Ngobo. Napeleka barua ya pili wapi? Ngobo, sivyo? Si Ngobo wapi? So lewa nipeleke barua ya pili wapi? Maua, sivyo? Na pikipiki yako unapeleka barua ya pili wapi? Maua. Kuna moyo wa furaha, sivyo? Ama unafaa kukasirika kupeleka barua? Hii ni barua ya matumaini, sivyo? Unafaa kufanya nini? Kupeleka ukasirika kama unafurahia? Barua ya matumaini, sivyo? Wakati watu wamepata barua ya pili wanakuwa na furaha. Nanielewa? Wamekombolewa kwa minyororo ya nani? Ya shetani. Naelewa? So kupitia damu ya Yesu Kristo tumefanya nini? Tumekombolewa ama tushakombolewa? Tunasema what can wash away my sin? Nothing but. Na kuna hii nyimbo ya sifa, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa, sivyo? Damu ya Yesu Kristo inasafisha nini? Kabisa. Haleluya. Hii damu imekusafisha kabisa ama itakusafisha kabisa? Yeah? Imesafisha kabisa. Lakini wale wako na barua ya kwanza wanasema husafisha kabisa. Twende mbele za Bwana, tulikosea Bwana kwa kunena, kwa kukanyaga, kwa kuona, kwa kufanya nini? Mnaelewa? Samani kusema hivyo, sivyo? Hii ni barua gani? Barua ya kwanza. Kile unapoamini umesafishwa, unafaa useme twende mbele za Bwana, tuliona, tulikanyaga, tulifikiria, tuliona wiki mzima, sasa tunaenda mbele ya nani? Wapendwa, lazima watu wapate ufahamu wa barua ya pili. Unaelewa sikanyagi mtu yoyote, lakini nafaa kuelewa barua gapi? Ya pili. Ni manufaa kwako, manufaa kwa watu wa Meru. Unaelewa hiyo ndio jambo kubwa sana. Watu wengi hawana barua ya pili, wako na barua ya kwanza. Lakini katika ufahamu, lakini Biblia imesema kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, sivyo? Imwagikayo kwa ajili ya wengi, si kwa wachache, kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la nini? Haleluya. Tumpigie Yesu makofi. Damu ya Yesu Kristo ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi. Kupitia damu ya Yesu Kristo tumeanza kutakaswa. Unaelewa? Hiyo ndio ilikuwa lengo kamili la nini? Damu ya Yesu. Watu wengi hawajapata damu ya Yesu ya ukweli. Wanasema damu ya Yesu Kristo iliosha, lakini kuna dhambi inafaa kuosha. Dhambi gani inafaa kuosha? Inasema ilimwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? Dhambi. Pale nyuma tumesoma ikisema kwamba ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Ukisoma kwa Kiswahili nasema kwamba, kwa Kiingereza nasema kwamba the blood, nataja blood hiyo mstari, sivyo? Damu. Naelewa? Kwa sababu ukombozi unapatikana kwa nini? Kwa damu ya Yesu Kristo. Lakini watu wanatumia ukombozi ama msamaha wa dhambi pasipo nini? Damu, sivyo? Tumia machozi, wanatumia kufunga. Mbona sana? Wajua wapendwa, tukigana kwamba tunakutana kwa mchungaji kwa kanisa hili, nafaa ukuje hapa, sivyo? Usianze kufikiria kwamba lakini nafikiria tunaweza kukutana na sehemu nyingine, sivyo? Hapana, hiyo sio sawa, sivyo? Tunapoagana kwamba tunakutana hapa ndio tunapata. Lakini ukianza kutumia mawazo yako unasema hapana, naona watu watakuja wengi na vile nafikiria hiyo kanisa watatosha. Sasa labda atakodisha kanisa ya pastor fulani, sivyo? Yeye ni mawazo yako, sivyo?
lakini maagano ilikuwa wapi? Hapa. So hapa Biblia inasema kwamba kwa maana hii ndiyo damu yangu. Asante. Maana hii ndiyo damu yangu, hii ni Yesu Kristo, sivyo? Ya agano, sivyo? Imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo nini? La dhambi. Wapendwa, uko na hakikisho kwamba dhambi zako zote zimeoshwa, ama bado kuna zingine? Kama unaamini kwa hakika mimi dhambi zangu zote zimeoshwa, mimi ni mtakatifu, kwa ishara mkono, weka mkono yako juu kama umeamini. Haleluya. Kuna wale wajanyosha, kuna wale wanyosha nusu nusu. Naangalia kama hujanyosha nitakuja tuongee naye baadaye. Sawa? So kwa maana hii ndiyo nini? Damu ya nini? Imwagikaye kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la nini? La dhambi, sivyo? Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Asante sana. Haleluya. Mungu amebarikiwa na neno la Mungu. Neno limeingia ndani ya mioyo yenu. Na naamini kwamba mchungaji alikuwa anasukuma sana ili tufikie toba. Na hiyo tofauti yetu na dini